Tanzania saa hii kuna hatari kubwa iko mbeleni ndani ya nchi ya Tanzania. Kuna hatari kubwa iko mbeleni ndani ya nchi ya Tanzania. Why? Inasemekana ya kwamba Mama Samia Suluhu na machawa wake wakiwa na Kikwete wanalazimisha Watanzania wafanye uchaguzi tarehe 29 mwezi wa Oktoba. Wananchi wenyewe hawataki, wanasema no reforms, no election. Ina maana wananchi hawataki uchaguzi mpaka wafanye marekebisho yale ambayo Tundu Lissu alisema ya kwamba lazima kuwepo na marekebisho ama reforms ndani ya dume ya uchaguzi. Finally, wacha niwaambie siri ya mjui. Sisi kama Wakenya muliona wakati rais alijaribu kwenda kinyume na matarajio ya wananchi, kizazi kinaitwa Gen Z kikasimama kikamwambia hapana, Rais Ruto saa hii ametulia. Maana wananchi walisema hapana, mpaka ikapiti rais wetu Ruto aende akae asikize maoni, asikize ground inasema nini. Makosa ya Samia Suluhu, yeye hataki kusikiliza maoni ya wananchi. Muliona sisi, niliwaambia mkasema tunajisifu. Sio kujisifu, niliwaambia Kenya ni capital city ya East Africa, Afrika Mashariki. Kenya ni superpower ndani ya Afrika Mashariki, katika dunia mzima, worldwide. Yani uende Marekani, uende Warabuni, Afrika, dunia mzima, Kenya ndiyo ya kwanza. Gen Z waliinuka, na saa hii mliona paka huko upande wa dunia mzima imeanza kuiga Kenya kigen Z. Nepal ni magen Z walikuja Kenya, tukawaambia vile wanafanya maneno. Saa hii Gen Z wamefanya reforms ndani ya Nepal. Gen Z juzi mliona nchi gani? Kuna nchi fulani hapa ndani ya Afrika pia Gen Z walisimama. Gen Z wa Tanzania mnatuangusha. Gen Z wa Tanzania mnatuangusha. Lakini fununu imesikia, kama Mama Samia Suluhu atalazimisha uchaguzi tarehe 29, kwanza nimesikia Gen Z wa Tanzania wametangaza tarehe 29 ni siku ya maandamano. Sio uchaguzi, ni maandamano. Na huyo mama na ujinga wake na wajinga wake wengine na vibaraka wake wanataka kusema tarehe 29 ni uchaguzi, na wananchi wamesema ni maandamano. So tutaona nani atashinda hapo. Lazima tuone nani atakuwa mshindi pale. Kama wananchi wamekataa, mbona walasimise mama? Number 2, Mama Samia Suluhu ni nani mnaenda kung'ang'ania naye? Kwa sababu Tundu Lissu ambaye ni kiongozi wa upinzani ako ndani ya jela. So uchaguzi wa mtu mmoja peke yake, mtachagua nini? Niliwaambia siku moja hapa ya kwamba hizo pesa mnaharibu kwa campaign. Sasa jaangalia mama sasa anakimbia, mara hapo pande hii campaign, anafuata, anakimbiza kivuli chake, anakimbiza hewa. Sasa kama mwenye mnang'ang'ania na yeye undani ya uraisi hayuko, kampeni ni ya nini? Sometimes Watanzania kaanga na akili, Watanzania wote kana akili. Huyo mama anawafanyisa ujinga fulani na nyinyi mko tu hapo, mko tu hivi. Hey! Kama mwenye wanang'ang'ania na yeye mwenyewe amemfunga ako ndani. Huyo mama amefunga mwenye wanang'ang'ania na yeye. Ni kama ufunge mtu umfunge mikono na miguu na kichwa, uanze kupigana na yeye na useme nimeshinda. Huo ni upuzi, huo ni ujinga wali ya juu. Dunia kote
Watanzania niwaulize, duniani kote ni wapi umesikia kama sio hiyo upusi ya Tanzania na Uganda? Hiyo ni ujinga ya hali ya juu. Tanzania na Uganda ndio wameanza hiyo ujinga ya kunyanyasa na kuwatupa ndani gerezani wapinzani wa kwao. Wacha niwaambie kitu amujui juu ya Uganda. Nchi ya Uganda, serikali ya Uganda sio serikali ya nchi, ni serikali ya kifamilia. Serikali ya Uganda sio serikali ya nchi, ni serikali ya kifamilia. Maana pale Uganda Museveni ndio head of state, ndio mkuu, ndio amiri jeshi mkuu. Mkuu wa majeshi ni mtoto wa Museveni. Sikia, bibi ya mke wa Museveni na ako kicheo fulani cha serikali. Mali mandugu zake wako ndio wenye wakubwa katika serikali. Mali ameoa masemeji wake ndio wako katika serikali mbalimbali. Mabinamu, yani familia ya Museveni ndio inaongoza nchi ya Uganda. Nchi ya Uganda haina demokrasia. Maana juzi wakati Yoweri Museveni aliulizwa ya kwamba umeseeka, na aliambiwa Bobi Wine alichukua kura, mbona hakupewa? Akasema, Yoweri Museveni alisema alipopata serikali hakuenda kwa uchaguzi, aliingia msituni akapata serikali ya Uganda. So na mwenye nataka uongozi pia aenda msituni. So mkianza kulinganisha serikali ya Tanzania na Uganda, Uganda ni serikali ya kifamilia. So Mama Samia Suluhu ameanza kuiga mifano ya nchi ambayo haina mwongozo, inafanya kazi sio kidemokrasia. Huko hakuna uchaguzi. Sasa na Mama Samia Suluhu ameanza kuleta ujinga wa Kiuganda ndani ya nchi ya Tanzania. Maana hebu niambie, duniani kote, enda Wasunguni, enda Marekani, enda Warabu, enda England, kuja Afrika, ni nchi gani umewahi sikia kwamba rais mwenye ako mamlakani amefunga, ameweka ndani mpinzani wa kwake? Kwa hii karne, wacha zile za zamani, hii karne uliwahi sikia wapi? Mama Samia Suluhu anacheza na akili ya Watanzania. Na Watanzania tu mumelalia tu masikio. Muko tu hapo tu, mumelalia masikio. Mumekaa tunde. Atawakocholea. Mama Samia Suluhu atakocholea Watanzania wote. Hebu niambie sasa, kama Tundu Lissu alikataa ya kwamba nimeona uwanja tunachezea mpira, uwanja sio msafi, lazima tusafishe uwanja, tutoe mawe, tutoe vyuma viko pale, ndio tuingie katika uwanjani. Mama Samia Suluhu akamuweka ndani kwa kusema wasafishe, no reforms, wafanye reformation ndani ya dume ya uchaguzi. Ndio maana ako ndani. Saa hii yuko uchaguzi ni wa nini utafanyika Tanzania kama hakuna mpinzani? Nikawaambia pesa za dume ya uchaguzi inafanya kuweka Tanzania mzima, kila mahali kituo cha kupiga kura ya urais, wafanye pesa ya wafanyikazi wenye wanashughulika, makommissioners, wale watu wa kuhesabu kura, wale wa kupiga nini, vifaa vya hiyo ni mabilioni ya pesa ya Watanzania, ushuru ya Mtanzania wa kawaida ambao wako njaa. Hakuna haja ya uchaguzi. Afadhali apendekezwe ya kwamba endelea. Maana mwenye mpinzani wanang'ang'ania na yeye amekataa, amesema uwanja ni mbaya, singi katika uwanja kucheza. Hebu niambie, hata kama ni wewe, hata kama una akili, hata kama utasoma, muenda kucheza na mchezaji mwenzako, timu ya pandera, timu ile Raisman mwenye kupeperusha kipendera ni wa ile timu, mupiga firimbi referee ni wa ile timu, mashabiki wote wenye wanashabikia ni wa ile timu, uwanja mnachezea ni wa ile timu.
Uniform mumevaa ni ya ile timu. Mpira mnacheza ni wa ile timu. Gari mumepanda wa ile timu. Mchezo iko hapo kweli? Kuna mchezo hapo? Ndio maana tunasema Watanzania, nyinyi mkilalia masikio shauri yenu. Sisi tumesema kila kitu, tumewaambia kila kitu. Upumbavu kama huo mkikubali atawakocholea, mtalaliwa miaka yenu yote. Niliwaambia na nitawaambia ya kwamba Mtanzania msipokuwa na sauti moja, mkuwe na kifikirio moja, mukae na mafikira moja, ndugu yangu, sijui mutamalizia wapi. Maana mzungu aliwahi kutucolonize. Tulikuwa wakoloni, walitucolonize for long time in our own land, ndani ya kwetu hapa. Lakini siku Mwafrika alikuja pamoja, akaongea sauti moja. Chapo kuwa mzungu alikuwa na bunduki, Mwafrika aliongea na sauti moja, na mawe na rungu pamoja na bunduki. Mzungu alitoroka kaenda kwao. Na Tanzania mkiogopa tutatekwa. Kuna kutekwa. Ngoja niwaambie, before nimalize, ngoja niwaambie, ataua mmoja mpaka kufikie wewe. Ataua mmoja mpaka kufikie wewe. Wale wa ukoma watatu walikuwa na ukoma, wakawa na njaa, wakasema tukikiwa hapa tutakufa, tukienda mbele watatuua ama watupee chakula. Wakaamua kuenda mbele, walipoenda wakukufa. So Tanzania mkikaa mtakufa. So afadhali mkuja pamoja, muende mbele, mukomboe Tanzania mpya. Tanzania mpya iko mbele. So kitu mufanye Tanzania, kana sauti moja, muongee kwa sauti moja, musikuwe na uoga, maana mama atawamaliza. Hii ni mawe yanaongea kwa niaba ya Watanzania. Mawe. Wenye watatufuatilia, like, comment and subscribe. Thank you very much for following us.